nitaweka roho yangu ndani yenu kwa kuwatembeza ninyi kwa sheria zangu, na mtachunga hukumu zangu na kuzifanya. Kichwa cha neno kinasema ahadi katika Agano la Kale. Kichwa cha neno ahadi katika Agano la Kale. Alafu ujumbe nasema kufanya kwa roho mpya. Kuwekwa kwa roho mpya. Wapendwa wangu katika Kristo, ahadi ya Agano la Kale tunasikia katika matafsiri ya hii neno imekuwa wakati wana wa Israeli vile vile hawakuweza kutembea katika sheria ya Mungu. Na wakati hawakuweza kutembea katika sheria ya Mungu, na ni pale walitoka katika mji wao wakaingia katika nchi ya utumwa huko Babiloni. Na kweli huko walipata mateso mengi, walipata magumu mengi, na Mungu aliweza kumwambia nabii Ezekiel aende kuambia kwamba atawatosha katika hiyo mji na atawatolea roho mpya. Na wakati wa zamani, wapendwa wangu katika Kristo, Roho Mtakatifu alikuwa kiishi, lakini Roho Mtakatifu hakuweza kuishi kwa watu wote kwa wakati wa Agano la Kale. Roho Mtakatifu aliweza kuishi ndani ya wafalme na manabii, na ni pale walikuwa wanatangaza ujumbe kwa mambo yatakayofanyika. Na ni pale sasa nabii Ezekiel alienda kuzungumza na hao wana wa Israeli ambao walikuwa katika nchi ya Babiloni ndani ya utumwa. Sababu gani walifika huko? Walifanya mioyo yao kuwa migumu, wamemkufuru Mungu, hata wengine wamejichongea, wameabudu miungu, na ni pale Mungu akachukizwa. Na hapo walienda katika hii nchi ya utumwa huko Babiloni katika shida, walipata magumu. Lakini Mungu, sababu ahadi zake ni za faraja na ni za milele, aliweza kumtumikisha huyu nabii Ezekiel ya kwamba mtatoka tena katika hii nchi, mtaivikwa roho mpya, Roho Mtakatifu. Na imesemeka, wapendwa, tukajilazima wakati wa mitume walikuwa pamoja na Yesu Kristo, walitumika pamoja naye. Na wakati walitumika pamoja naye, ilifika wakati Yesu Kristo ametoa uzima yake, kama vile sio hadithi mnatambua kila mara. Na wakati alitoa uzima wake, wapendwa, wakati alipofufuka, alifikia mitume akawapatia ahadi. Akawaambia, msiwe na mashaka, ninarudi kwa Baba yangu, lakini naenda kuwaombea Roho Mtakatifu. Mtapata msaidizi akiwa Roho Mtakatifu, huyu ambaye atakaa pamoja na nyinyi, nami ni pamoja nanyi mpaka mwisho wa dunia. Hawa mitume walikuwa wamezofika sana, walikuwa wamevunjika matumaini, wapendwa wangu katika Kristo. Na Roho Mtakatifu wakati alipowashukia, na ni hapo kwa ndimi za moto walipata nguvu, wakatangaza ujumbe, hata watu wakawashangaa, hakuwaona tena kama vile watu wa kawaida. Na sasa tukakumbuka hii mateso ya watoto wa Mungu ambao walikuwa huko Babiloni. Na pengine, wapendwa, na sisi kama vile wa Kristo wa kanisa letu la siku ya leo, tunaweza kujikuta ndani ya magumu, ndani ya shida. Namna gani tunajikamata mbele ya Mungu wetu? Basi mara moja tunavunjika moyo, tunakosa matumaini kwake? Hapana, tusikose matumaini, sababu Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi. Tusikose, tumtumainie Mungu ya kwamba atakuwa tu msaada wetu. Ndio kwa maana tushinde hii magumu yote, tupande juu katika imani ndani ya maisha yetu. Hawa wana wa Babiloni walitoka katika utumwa sababu Mungu alikuwa mwenye huruma kwa ajili yao. Na sisi mara na mara tunaingia ndani ya dhambi kwa kutaka na pasipo kutaka. Lakini sababu Mungu anakuwa na mapendo na anakuwa na huruma, anakuita, ananiita, tena tuikaribia altare takatifu, tuje tumsikilize na tufungue mioyo yetu apate kutawala. Wapendwa, kuna watu ambao wanaita Roho Mtakatifu na anatumika kwao kidogo na anaenda, tunawajua. Lakini sisi tunabaki na Roho Mtakatifu kila wakati wote. Na wakati
tunapotaka kuingia katika dhambi, Roho Mtakatifu anakuwa mtangulizi kuweza kutushauria. Na mtu anatembea na roho mbili, roho wa Mungu na roho wa shetani. Lakini wakati unamsikiliza roho wa Mungu na roho wa shetani anashindwa. Ndio maana katika majaribu tumuite Mungu wetu awe msaada. Tusijikumbuke sawa wale wengine tunapokutana mahali hapa, inakuwa wakati Roho Mtakatifu sasa anakuja, tunatikisika, tunaruka, tunasema kwa lugha mbalimbali, hata kuanza kutaja na milima. Lakini sisi tuna Roho Mtakatifu ambaye anatulia ndani mwetu. Roho Mtakatifu anatusindikiza mahali popote tunajielekeza. Roho Mtakatifu anatukinga na majaribu ambayo sisi hatutambue.